unasikia mtu anakufinya tu, kuna wewe adui, toka kwa jina la Yesu. Si miguu si nini na kadhalika, unakemea. Na hiyo tumekuja kuona juzi hapa anavyozungumza Ayubu kwamba alimuona pepo anakuja. Alipokuja hajamuelewa, uso wake hajamuona, anakuja na kunong'oneza, anakuja na kufinya, anakuja na kadhalika. Lakini kumbe wewe sasa unalo neno la Mungu, Hii ndoto sio ya Mungu. Kuna watu walifanya maajabu makubwa sana pale ya balaa kabisa. Hapo wanaita Buyami, wamekuja kutuhubiria neno hapo, sisi hatuelewi pale Mfuru. Alafu kuna mtu mwingine alikuwa anaita kama kwa jina langu, yule ndio alikuwa na bonge la pepo kabisa, ndio ameukamata kundi zima na pepo. Mti namna hii umekaa namna hii, anapanda huyo yuko juu, alafu anakuja kiongozi wetu, shuka mtumishi wa Mungu, huyu ana pepo. Lakini kwa kuwa hatuna maandiko, hatuelewi, tunaona ni nani? Ni Mungu. Muulize mchungaji Mpili huyu hapa Magole TAG. Hao walikuwa ni viongozi wetu ambao tunaona wanajua. Mimi nilikuwa sijaokoka, ilikuwa naenda kuangalia uko kukoje. Sasa hiyo ilikuwa maajabu sana. Yaani nakwambia huyo kijana Mika amekamata kikosi kwa mapepo yake. Leo yupo kule. Alikuja akaacha kwenye hiyo kanisa akaendelea na uganga. Kutokujua, kutokuelewa maandiko, tunaweza tukapotea sana. Ndio maana kila mtu awe na neno la Mungu, kila mtu. Haleluya. Amen. Ndio baadaye wanakuja watu wengine wenye ufunuo wa kiroho, kina Msemigole kule wanaeneza injili vizuri, ndio tunaanza kutambua hata wenye hao waliokuja na mafunuo yao. Unajua kilichofanyika? Unajua? Ndio mmoja sema nimeshaona mke wako wewe ndio mke wangu. Nimeshaona. Alafu huyu wa Kongwa ndio wako. Mimi nakwambia tumepita kwenye mazingira magumu sana, mabaya sana. Hayo yamefanyika hapa Tumfuru, kutoka watumishi hao Buyami kule. Vituko vya hapa na pale, sio mchezo. Tumekwenda hapa kanisa, ukipita pale getini geti la serikali Magole State pale, kuna kikanisa kipo hapa cha nini, Anglikana. Ninakwambia sisi wengine iko ni watu wa vituko, tunaenda kwenye mikesha kwa sababu ya zinaa. Tutamalizia huko wote, iwe huko Magole State, hapa Dumila, wote tumepita, tuko ovyo. Wewe uangalie sana kama huna neno. Sasa pale watumishi wetu wengine wale ambao ndio wao wanachangamka pale, mkesha ule ulikuwa wakutisha, watu mmekaa ndani, mmejaa hofu pale ndani pale, mara wanainuka ndio huko wanazunguka mpaka kwenye makaburi. Kuna majini, kuna mapepo. Nakwambia tulikuwa hoi, hautoki nje, unaogopa vibaya sana. Wote tumepungua, tuko pale. Tatizo hatuna neno, hatuelewi, hatujue. Bora ya sasa hao wanaita kanisa la kiroho kwa sasa wakati wa Anglikana, na ndio ilikuwa ndio na nguvu kidogo, ama kanisa haya mengine yalikuwa bado hakuna. Kwa hiyo tulikuwa na michafuko mikubwa sana, tumeteswa sana, tunaogopa kweli. Sijui kuna mtu kaoga pale, yani nakwambia itabidi ukate hatua 6 huku upite mbali, kwa sababu kuna mtu kaoga njia panda pale. Neno linasemaje kwako sasa? Kama mtu kaoga hapa
tena njia panda kabisa, alafu kamwaga maji sehemu kubwa, natakiwa nipite pale na mimi ndio mtu wa Mungu, nifanyeje? Hapo ufanyeje? Ufanyeje? Tunavuka hapo, sio tunapita tunapetwa. Sawa, ndio maneno mawili, tunapita akanyaga, tunapita. Haleluya! Nina Yesu, ninakatisha hapo. Sema amen, pigie Bwana makofi. Hofu inatoka wapi? Biblia inasema hofu inatoka wapi? Mashindano yanatoka wapi? Si katika hizi fikra na mioyo yetu michafu. Mekaa mtu woga kweli kweli. Nimemwona mjusi nene kweli kwenye tumbo hapo. Huyu pepo. Wewe pepo wewe. Hakuna cha pepo pale. Yule ni mjusi tu. Kapata wadudu wa kutosha. Kuna wajusi wanasaidia sana. Humu kuna yale yanaweka manani hivi. Mnaita nini? Buibui. Au mjusi wanapita wanaenda kuwakula wale. Wanawala kabisa hadi wanapata nguvu. Haleluya. Sasa ukiona pepo tena nene kabisa, mjusi wa watu, unamtafutia sababu isiyokuwa na maana umuue tu kwa sababu umeona kwamba huyu ni pepo. Sio pepo. Haleluya. Umekaa na hofu na mashaka, huna neno. Neno linasema, neno linasema nimepewa mamlaka juu ya nyoka na nge na nguvu zote za ulimwengu, wala hakuna kitu kitaka